Ujambo mwanafunzi na karibu, leo ningetaka tuweze kuangalia swali la guza jadi, jinsi mandhari tofauti yamekuza wahusika. Na tunaweza anza na swali la dondoo, mtemi sasa anataka kutumia njia za mkato kutupoka haki yetu. Tunahitaji kumzuia kwa jino na ukuta, lazima tuhakikishe hatafaulu. Hatutaruhusu haya kutokea kwani sheria za nchi yetu zinatutetea. Eleza muktadha wa dondoo, na huu muktadha wa dondoo unapatikana ukurasa wa 92, na tunaona kwamba msemaji ni Sagura, msemewa ni Lonare, Sauni na Mangwasha. Wamo nyumbani mwa Mangwasha, na tukio ni kuwa Sagura anatoa maneno haya baada ya kusoma barua na ramani iliyotoka kwa mtemi Lesulia, huku akipanga jinsi Waketwa wanafaa kuondolewa katika ardhi ya Matango. Tukienda swali la pili, afafanua vipengele viwili vya kimtindo katika dondoo hili, na tunaona kwamba tuna nahau, kutumia njia za mkato, pia tuna tashihisi au uhuishi, sheria za nchi zitatutetea, na pia tuna msemo, kumzuia kwa jino na ukucha. Haya, kisha fafanua sifa 4 za msemaji wa nukuu hili. Tunaona kwamba msemaji tumeona ni Sagura, kwa hivyo tunafaa kupatiana sifa za Sagura. Tunaona kwamba ni jasiri, alimwambia mkuu wa polisi arudi na kikosi chake kwani Waketwa hawakuwa wakiwaamini. Pia tunaona kwamba ni mshauri mwema, alimshauri Mrima kurudi nyumbani huku akimkumbusha mkeo alimjali, Mangwasha that is. Pia ni mwenye matumaini. Tunaona Sangura anaendelea kushawishi watu kumpigia Lonare kura licha ya kuwa alikuwa amepotea bila kujulikana aliko. Pia tunaona kwamba ni msalihina, anamwambia Sauni kuwa amesoma na kusikia kuhusu Waebrania katika Biblia. Pia tunaona kwamba ni mdadisi, anauliza maswali mengi wakati Sauni alikuwa akisimulia kisasili chake. Na pia ni mtetezi wa haki, anasema kuwa mtemi Lesulia nataka kuwapoka ardhi, hivyo basi alifaa kuzuia kwa jino na ukucha ili kutetea Waketwa wenzake. Haya, katika mandhari tofauti, wahusika wamekuzwa katika riwaya guza jadi, thibitisha. Na tutaangalia mandhari kama vile mandhari ya kanisani ambayo yanamkuza Mangwasha kama mwajibikaji kwa kuwaokoa wanawe na kuwaleta katika kanisa baada ya kuchomewa makazi yao mtaa wa Matango. Pia tuna mandhari ya mpenda bure ambayo yanamkuza Sangilu kama mzinzi kwa kumnyemelea Mangwasha na kutaka kuwa na uhusiano naye kimapenzi licha ya kuwa alikuwa na mke. Pia tuna mandhari ya Pondamali ambayo anamkuza Mrima kama mlevi mwenye mapuuza na kuacha familia yake na kwenda kujiburudisha kwa ulevi. Tuna mandhari ya ofisi mwa chifu Mshabaha ambayo anamkuza Mshabaha kama mpiaro kwa kusema kuwa Waketwa hawana hata akili ya kuwachagua wachumba. Pia kuna mandhari ya ofisini mwa Mrima ambayo anamkuza kama saliti kwa kusema kuwa Mangwasha alifaa kujipanga na wanawe. Pia tunaona mandhari ya Satan ambayo anamsawiri Cheia kama mwenye tamaa kwa kukubali kujihusisha kimapenzi na Sagilu kwa sababu ya pesa. Tuna mandhari ya Red Bead Lodgings ambayo yanamkuza Sihaba kama katili kwa kukubali kuwatumia wasichana wadogo katika shughuli za ukahaba. Na mwisho tuna mandhari ya Uga wa Taifa ambayo yamkuza Lonare kama shupavu au jasiri kwa namna anavyokemea uongozi mbaya wa mtemi Lesulia na kuendeleza ajenda yake ya uongozi. Najua tuna mandhari mengine, ukiwa una jinsi ambavyo anakuzwa wahusika wengine, unaweza andika hapo chini kwa comment section. Usisahau kulike na kusubscribe. Shukran.